Ibara ndogo ya tatu katika ibara hii ya tano inasema bunge litatunga sheria ya uchaguzi na kuweka masharti kuhusu mambo yafuatayo. Ibara hii ndogo ya tatu, ibara ya tano, pia imetoa mamlaka kwa bunge pia kutunga sheria za uchaguzi na kuweka masharti yafuatayo. Kuweka masharti yafuatayo, sio wanaojua wao, yafuatayo. Yaani unatakiwa kujua, unaojua wewe uyaweke, yafuatayo. Kwa hiyo masharti ambayo unayaweka lazima yafuate katiba. Katiba inavyosema. Hayo mambo yafuatayo ni yapi? Katiba katika paragraph ya kwanza au paragraph A ya ibara ndogo hii ya tatu ya ibara ya tano inasema kuanzisha daftari la kudumu la wapiga kura na kuweka utaratibu wa kurekebisha yaliyomo katika daftari hilo. Ina maana kuna daftari la kudumu la wapiga kura. Ina maana zile taarifa zenu za kudumu za mpiga kura zinakuwepo, ambazo zinasimamiwa katika uchaguzi. Taarifa zenu zinaonyeshwa, ina maana wewe taarifa zako zinakuwepo. Ina maana ndio ile daftari la kupiga kura, yani taarifa zenu za kudumu za kupiga kura. Ina maana tokea umefika miaka 18 umepata haki yako ya kupiga kura. Ina maana baada ya kujisajili kama mpiga kura, ina maana taarifa zako zitakuwepo, ni za kudumu za kupiga kura zitakuwepo. Na pia kuweka utaratibu wa kurekebisha yaliyomo katika daftari hilo. Unaona sasa, daftari la kudumu au taarifa zenu za mpiga kura zipo na zipo nyingi kwenye daftari hilo, lakini sasa kuna watu wanakufa, kuna watu wanahama vituo. Ina maana leo uko Mwanza kipindi cha uchaguzi, unakuta huko Dar es Salaam, unakuta huko Dodoma, unakuta huko Arusha, unakuta huko Tanga. Yani kwa sababu katika hii mihangaiko ya utafutaji huwa asilimia kubwa tunabadilisha vituo. Ndio maana mpaka sasa unaona Msukuma yuko Dar es Salaam, Mpale yuko Mwanza, Mdigo yuko Kigoma, yani tofauti tofauti. Mzalamo unamkuta Morogoro, yani ni watu tofauti tofauti. Ina maana kuingiliana kwa watu tunabadilisha mazingira. Inawezekana leo ulipiga kura Dar es Salaam, lakini katika uchaguzi unaokuja utapiga kura Mwanza. Kwa hiyo katika uchaguzi umekukutia Mwanza. Sasa hii bunge sasa linatunga utaratibu ambao unaweza kurekebisha yaliyomo katika daftari la kupiga kura. Ulipiga kura Mwanza, kwa sasa hivi uko Dar es Salaam, utapiga kura Dar es Salaam. Unabidi uweze kufanyaje? Ukarekebishe taarifa zako za kupiga kura Dar es Salaam. Kwa unazirekebisha ili uchaguzi ukifika Dar es Salaam utapiga kura Dar es Salaam. Paragraph B au paragraph baba inasema ya ibara hii ndogo ya tatu ya ibara ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutaja sehemu na nyakati za kuandikisha wapiga kura na kupiga kura. Nadhani mmeona Tume ya Uchaguzi ilikuwa inataja kwamba vituo vya kupigia kura ni hivi, utapigia kura huku, vituo vya uandikishaji ni hivi, vituo vya uboreshaji katika kupiga kura ni hivi, vimetaja. Ndio vile, yani hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Maana bunge imepewa mamlaka ya kutunga sheria. Ina maana ya kutunga sheria na kutaja pia sehemu ambazo na nyakati ambazo kuandikisha wapiga kura na kupiga kura. Ndio maana Tume Huru ya Uchaguzi au Tume ya Uchaguzi inataja kabisa siku ya kupiga kura ni siku fulani, siku ya kuandikisha daftari la mpiga kura ni siku fulani, siku ya kuboresha daftari la mpiga kura ni siku fulani. Lakini hivi karibuni tuliona wametaja siku ya kupiga kura ni Oktoba 29. Na maana 29, Oktoba 29 mwezi wa 10 watu walipiga kura. Lakini kipindi cha nyuma kabla ya Oktoba 29 walikuwa wanataja kabisa sehemu za kupigia kura, sehemu za kuandikisha daftari la kupiga kura, sehemu ya kuboresha taarifa zako za kupiga kura. Kwa yote wanafanya kwa mujibu wa katiba ambayo imesema. Paragraph C au paragraph chacha inasema utaratibu wa kumwezesha mpiga kura aliyejiandikisha sehemu moja kupiga kura sehemu nyingine na kutaja masharti ya utekelezaji wa utaratibu huo. Kwa hii paragraph C au chacha ya ibara ndogo ya tatu katika ibara ya tano ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakwambia inabidi sasa hiyo bunge itunge sheria za kuweka utaratibu wa kumwezesha huyu mpiga kura aliyejiandikisha sehemu moja. Ina maana wewe mpiga kura umejiandikisha mfano Dar es Salaam, umejiandikisha Dar es Salaam, lakini sasa uchaguzi umekuta Mwanza na umekuta kipindi muda wa ule uboreshaji daftari la kupiga kura alipo, yani wameshamaliza kuboresha taarifa zao, au umejisajili Dar es Salaam alafu kakukuta Mwanza ile siku ya kupiga kura. Kwa maana sasa katiba inasema lazima itunge sheria kwa kutaja na kuweka masharti ya kumfanya huyu aweze kupiga kura. Ndio maana kwenye sheria zingine unaambiwa kule kwamba
huruhusiwi kumpigia kura mbunge, diwani, ila unaruhusiwa kumpigia kura rais, kwa sababu ile sehemu uliyokukuta hujui vizuri, kwa mjui diwani wa kule, umjui mbunge wa kule, kwa unakuwa unapata haki ya kupiga kura kwa rais. Hiyo ndio moja ya utaratibu ambao umewekwa katika zile sheria ambazo katiba hii imetaja. Katiba hii imetaja na inaipa mamlaka bunge kutunga sheria kutokana na mambo hayo yafuatayo. Na paragrafu dada ambayo ni paragrafu ya mwisho, kipengele cha mwisho cha ibara hii ndogo ya 3 ya ibara ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema kutaja kazi na shughuli za Tume ya Uchaguzi na utaratibu wa kila uchaguzi ambao utaendeshwa chini ya uongozi na usimamizi wa Tume ya Uchaguzi. Kwa bunge imepewa mamlaka kutaja pia kazi na shughuli za Tume ya Uchaguzi. Na maana sasa kwa hizo sheria zingine ambazo bunge imepewa mamlaka kuzitunga, imepewa kazi ya kutaja shughuli za tume na kazi zake katika Tume ya Uchaguzi na kuweka utaratibu wa kila uchaguzi. Na kila uchaguzi lazima uweke utaratibu ambao utaendeshwa chini ya uongozi na usimamizi wa Tume ya Uchaguzi. Hiyo ni bunge imepewa mamlaka hayo ya kutunga sheria ambayo inahusu mambo hayo ya shughuli za tume, kazi zake na uendeshwaji wa hizo shughuli na hizo kazi za Tume ya Uchaguzi. Unaweza ukajiuliza, mbona azungumzii au hajataja neno Tume Huru ya Uchaguzi? Anasema Tume ya Uchaguzi. Hapana, sio mimi, sijataja neno Tume Huru ya Uchaguzi kwa sababu katiba imesema Tume ya Uchaguzi. Sio mimi, ni katiba imesema Tume ya Uchaguzi, sio Tume Huru ya Uchaguzi. Kwa hiyo katiba hii ya Jamhuri ya Muungano inatambua Tume ya Uchaguzi. Hiyo Tume Huru ya Uchaguzi haitambui katiba hii na haipo katika katiba hii. Hata sheria zingine ambazo zinaendesha masuala ya uchaguzi haipo hiyo Tume Huru ya Uchaguzi. Kuna Tume ya Uchaguzi. Narudia tena, sio mimi, ni katiba imesema hivyo. Tusiongelee sana kuhusu Tume ya Uchaguzi na Tume Huru ya Uchaguzi kwa sababu kuna ibara yake ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ambazo zimefafanua kuhusu hii Tume ya Uchaguzi, mamlaka yake na shughuli zake. Kuna ibara yake, tutafika huko na pia tutajua huko katika ibara ambayo mahususi au moja kwa moja imeifufua au imeanzisha hii Tume ya Uchaguzi. Je, imetaja Tume Huru ya Uchaguzi au Tume Huru ya Uchaguzi? Je, tunaweza kusema kwamba haya maneno yaliyoanza katika ibara hii au ambayo yanazungumzia Tume ya Uchaguzi, itakuwa hii ibara imekosea maneno hayo, ibidi iseme Tume Huru ya Uchaguzi. Katika katiba hii tutajua kama katiba imekosea au haijakosea, au katiba iko sahihi au haipo sahihi. Tutajua katika ibara ambayo imeanzisha Tume ya Uchaguzi kwamba imeandika hivyo hivyo Tume Huru ya Uchaguzi au imeandika hivyo hivyo Tume ya Uchaguzi. Tutajua. Ungana na mimi moja kwa moja kuelewa muktadha huu, lakini ninachoweza kusema kwamba kwenye katiba hakuna neno Tume Huru ya Uchaguzi, kuna neno Tume ya Uchaguzi. Sasa hilo neno Tume Huru ya Uchaguzi limetokea wapi? Utanijuza, inawezekana mimi sijui au research zangu nilizofanya hazina nguvu ambazo zinaweza kuthibitisha ushahidi huu kwamba katiba inatambua Tume ya Uchaguzi, tambui Tume Huru ya Uchaguzi, au katiba inatambua Tume Huru ya Uchaguzi alafu haitambui Tume ya Uchaguzi. Kuungana na mimi kufuatilia muhtasari huu au muktadha huu wa Legal and Society. Mpenzi mtazamaji, naomba usisahau kufollow, kushare, kucomment, kulike na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Jina letu linaitwa ni Legal and Society, yani utapata maadili, fahamu, ujuzi, kuchunguza masuala ya kisheria na jamii. Ni masuala ambayo ya kisheria yanagusa moja kwa moja jamii zetu tunazozunguka. Watu au jamii inafanya mambo kwa mazoea, lakini haijui kwamba hayo mambo wanayofanya kuna mengine yapo katika sheria na kuna mengine hayapo katika sheria. Ina maana wanachofanya mambo kwa mazoea ambayo yale hayapo katika sheria, ina maana wanakuwa wamevunja utaratibu wa sheria. Ina maana unapaswa kujua sheria na utaratibu wa sheria ili usifanye mambo kwa mazoea. Endapo utakuta janga, usije ukasema ukujua, maana sio utetezi katika sheria. Hii nchi inaongozwa kwa misingi ya sheria na kila mtu anapaswa kufahamu sheria.